Wewe chogo. Asa mbona unapitiliza? Si tunaenda nyumbani au? Nyumbani gani? Nyumbani tumeshafika. Kumbe battery wrong. Kumbe battery wrong. Kumbe battery wrong. Wewe siku ulivyoondoka, mimi nikachukua gari nikapakia mizigo yote, nikaileta. Nyumba ndio hii. Kasi lili hapa ambapo tunatakiwa tuishi mimi na wewe kuanzia sasa hivi. Hivyo una akili kweli wewe? Kwa hiyo mimi umenitoa katika nyumba nzuri ile kule, umenileta hapa katika ile gofu, si ndio? Kwa hiyo mbona mimi azi yangu ya kuishi hapa? Lakini mke wangu, kwani hii nyumba ina shida gani? Bora nyumba nzuri tu. Tunaweza tukaanzia maisha hapa baadaye tukaenda mbele. Kuna shida gani hapa? Nini? Sasa unaona nyumba gani? Hebu kumbuka mimi na tulianzaje? Tulianza na chumba kimoja. Tukamekimeki, tukaja sasa hivi tumefanikiwa, tukajenga, maisha yanaendelea. Sasa hivi nakwambia tuje tuishi hapa. Kule nyumba mwenyewe unajua hakuna nyumba kule. Watu wamechukua nyumba yao. Huku sisi tunafanyaje sasa? Tuishi hapa. Wewe nisikilize vizuri. Usijifanye wewe chizi, umenielewa eh? Mimi chizi zaidi yako. Aisha Chogo hawezi akaishi katika gofu. Naomba unirudishe uliponitoa. Hebu nisikilize mke wangu. Wala ninaja kuwa na hasira. Hebu nivumilie basi. Vumilia kidogo. Sasa unapopiga kelele namna hiyo mpaka majirani wataanza kushangaa wageni gani. Tumefika tu watu wanaanza kushangaa. Hapa kwenye watu wananishangaa, mjumbe mara katoka huku kaja huku. Nivumilie basi mama eh. Kuwa na subira. Subira yavuta heri siku zote. Wewe vumilia, mimi mdogo napiga mishe zangu, tunanunua kiwanja, tunaanza kujenga, tunajenga, tunahamia kwa nyumba nzuri. Shida iko wapi hapo? Nimekwambia staki. Nimekwambia sitaki kuishi hapa. Hebu angalia madirisha. Madirisha gani? Wakati kule madirisha liko kwa vioo. Yaani unanitoa kule kuzuna unanileta hapa kubaya. Unajielewa kweli wewe? Nisikize nikwambie. Nipeleke katika nyumba nzuri. Hutaki basi nirudishe nyumbani uliponitoa. Sasa mimi naona wewe tutasumbuana, tutabishana mpaka kesho. Nyumba ndio hiyo. Kama unataka ingia, utaki tafuta pa kwenda. Yaani ili mtu unalipenda, ili mtu unalijali, ili mtu unalivumilia, ili mtu malaya, ili mtu linajaza watu kama njili za kiberiti, ili mtu alieleweki, ili mtu yani lilisaliti. Yaani ili mtu si ili mtu lipaje yani. Kumbe battery wrong. Kumbe battery wrong. Kumbe battery wrong. Kiroba, naomba uniambie, hiyo hela utatoa utoi? Sasa niingia hii Kaziro, mkazi wangu anaja kunyita, utaniua Kaziro. Angalia ulivyonibana Kaziro, kama vile unagoya ugali. Hebu niachie bwana. Yaani na hapa bado naweza nikakuniga mpaka ukakoma. Naomba uniambie, hiyo hela ulikula na nani? Na kwa nini umeuza nyumba bila ridhaa yangu? Niliangalia mke wangu, ukimfacho mtu ni chake Kaziro. Mimi ndo nikaangalia kinachonifaa mimi ni ile nyumba. Kwa hiyo nikachukua ile nyumba, mimi nikabidi niisukume. Sasa ningefanyaje Kaziro? Umetumia na nani? Kiroba, umenipata mimi? Nataka kujua hiyo hela umekula na nani? Na kwa nini? Maana nishakushtukia. Mwisho wa siku utakuja kuniuza na mimi hapa. Sasa Kaziro nile na nani? Labda nikufafanulie. Mimi ilikuwa hivi mke wangu. Pale ulivyoniambia kwamba una shughuli unatakiwa uende pale ukatunze. Na wewe unatakiwa uoneshe pale umwamba fai, uji mwamba fai. Si unajua sisi Wahaya tunatakiwa tujimwamba fai sana. Kwa hiyo sisi tulivyoenda pale tulikuwa tunatunza yale mahera, makabati, mafriji. Zile ndo zitoa hela za nyumba, ndo tulikuwa tunatoa pale Kaziro. Ndo nilikuwa natoa zile hela. Kwa hiyo umeuza nyumba, alafu wewe umeenda kutunza kwenye sherehe. Hivi una akili wewe mwanaume wewe? Sasa ningetoa nini Kaziro? Na hela ndo ile ilikuwa ya nyumba na wewe ulitaka uvimbe pale. Sasa ningefanya za saizi. Salama. Sitaki kuingilia kinachoendelea hapa. Hata hivyo hatujakushirikisha. Sawa. Kiroba, nimetoka kwa mjumbe muda huu. Ameniambia anakuhitaji mapema iwezekanavyo. Kwa sababu hii moja, umeuza nyumba, licha ya kuuza nyumba tu, umeuza na waliomo ndani ya nyumba. Na sio Kiroba tu, na hadi wewe mke wake, mnahitajika haraka iwezekanavyo. Asanteni. Odi. Manyakenda. Kitu cha na mapegi wapi asubuhi yani tuangia hata lisimu. Mimi nikachua leo utanipigia lisimu kwenye iPhone lako hiyo. Na safari basi nimekuja hapa kwako. Mwenzako alionikuta huko nyumbani mazito. Mazito tena? Yana uzito gani? Nimefukuzwa mwenzio kule, amesema sijui anataka wafanye ukarabati, sijui ajenge tena. Kwa hapa nilipo sina pa kwenda wala nini. Nikapiga mahesabu kwamba hapa mtu akunisaidia kwa haraka ni wewe Manyakenda. Maana mimi na wewe tumeishi kama ndugu. Kwa hiyo niko naomba unistiri japo kwa siku 2 au siku 3. Bwana kaka shughuli karefu. Kwa hiyo nataka tuishi ghetto moja wawili.
Amna, sio tunalala pamoja. Si unajua naye madili yangu nikitoka zangu usiku narudi asubuhi. Wewe asubuhi si ndo unatoka unaenda mzigoni? Kwa hiyo tunakuwa tunapishana. Sawa, siwezi kukuangusha kiduchu. So unajua tunapigaga madili unanitoaga mamishiko. Karibu, mimi nilikuwa natoka sasa hivi. Naenda kuchukua ile pikipiki langu pale. So unajua nalipakiki pale sheli. Ngoja nikalichukua nikapiga huko madili mtaani. Wewe kuto unapomba upike na kupika kabisa leo. Sawa, nitapika, si unajua ndo mambo yangu haya. Udangaji, umalaya na wizi, umbea ndani ya Betwiro. Hakuna wafadhali, so mkubwa so mtoto wote Betwiro. Usiombe ukaingia kingi bwana we, wakakuraghai mwisho wa siku pote. Lucy huyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Milele amina. Sasa Lucy, vipi kuhusu ile swala langu? Maana muda mwingi sana sijapata hata nafasi ya kuongea na wewe. Msimamo wangu ni ule ule, kwamba kama unahitaji kuwa na mimi ni lazima uokoke. Kuhusu hilo wewe na shida. Wewe chochote utakachokisema, mimi nipo tayari. Lakini kuanzia leo mimi nimeokoka. Hiyo haitoshi. Mimi nafikiri tungeongozana wote twende ibadani. Hamna shida. Ila mimi hapa nilipo siwezi kwenda kanisani kwa sababu nimevaa kiuni. Lakini itabidi wakati mwingine tuongozane wote. Na itabidi nipate suti kali na kiatu kikali, afu napata na Bible yangu naishikia hapa. Hata nikifika pale mchungaji anasema, "Ya, muumini si ndio huyo?" Aya, basi wacha nikuache. Mimi nawahi. Haina shida. Uwe na ibada njema. Asante, ubarikiwe. Udangaji, umalaya na wizi, umbea ndani. Sasa huyo mtoto Lucy namuona anajaa kwenye mifumo yangu. Huyo akijaa tu unaambiwa namsenyenta. Siku ya kwanza anambadilisha. Anatoka kwenye uchungaji wake anaenda kuwa shangastini. Simu nikimkamata nitakavomkamia. Miune kuna style inaitwa paka chongo hiyo au paka kanusa bomu. Unaambia yule mtoto akilinusa hilo bomu nitakavomlipua. Mtoto mbaya wewe. Haya kilikusibu nini ukatoa hizo mbaliga zako mpaka kwa mama mjumbe ukamwambia mimi natoka na yule mwanaume wake mwenye kitambi? Mimi na wababa kama wale wapi na wapi? Mimi alinikaba rafiki yangu, nishinda kujitetea nikamoto nikutaje. Shoga yangu ulinikaba sana. Mimi na usiana na yule mjumbe. Ela ule wewe, raha upate wewe. Kunitaja kwa mama mjumbe ukanitaje mimi. Yule dada angenipiga na alivyokuwa mshari. Kwa unamhofia. Mimi nilimwambia aje kwako nijue tu atakuweza. Lakini shoga yangu namhofia tu bure yule. Yule mimi tukiungana mimi na yeye atatuwezea wapi? Muangalie kwanza. Tukiungana hatuwezi. Ulikuwa naye peke yako kakukaba mpaka unataja watu wasohusika. Sasa hizo unasema tungekuungana hatuwezi. Na ngoja siku kutana naye peke yake. Akukongote maana mimi mwenyewe nimekutaja kama ulivyonitaja. Wewe tulia. Unataka kwenda wapi? Umenishtua nuka zero. Mimi nilikuwa sijui, yani nimeona kama kile kiaraba. Unakijua kile kiaraba? Ndio nikawa nimestuka, ndio nikapata hypertension. Nina hypertension kubwa sana kwenye moyo, kwenye mtima. Hebu sikia, twende kwenye point. Si umemleta mtu pale nyumbani, si ndio baba mwenye nyumba mpya? Unajua sisi tunashindwa kumuelewa. Kafunga vyumba vyetu. Alafu sisi tushalipa kodi. Kodi zetu tunazipataje? Yaani nyie Kaziro, wewe kwanza ni nani? Mimi nani unijui leo hii, si ndio? Sasa mimi ninachokifanya na kuitia mwizi. Mwi!
Usinite na wewe vya mwizi hivyo. Ukiniita vya mwizi watu wanaweza katoka huko. Ni unajua vijana wa bodaboda usivyokuwa na akili. Bali nyewe wakabura magezi, wale nyewe kabura angani. Watanipiga hata mawe hapa. Sasa sikiliza. Wewe unalala wapi sasa hivi? Yaani mzee wangu sikia. Mimi nalala gengeni. Yaani wa mwisho kulala wa kwanza kuamka. Nalala kama nyanya ndugu yangu. Mwe mtari mwaga. Usiwe na wasiwasi. Sasa mimi cha kusaidia Kaziro nina nyumba zangu. Unajua mimi nina nyumba nyingi. Lakini kwa sababu umeshanibananisha kama hivi, inabidi nikutafutie alternative option nyingine ambayo utaweza kukaa kwa hari na mali. Huwezi kulala gengeni kama nyanya Kaziro, kama katunguru. Unalalaje hivyo gengeni? Sasa sikiliza kijana. Mimi ngoja nikusaidie kitu kimoja. Unaona, hebu sogea kwa hapa hivi nikuoneshe. Unaona, ukipita hapa kwenye njia, ukipita unaingia hivi. Ile nyumba ya kwanza. Simama vizuri uangalie. Yaani hapo. Hiyo. Wewe mzee, wewe! Sasa sikia, wewe unajifanya mjanja umekimbia. Sasa mimi naenda nalala kwa mke wako pale pale. Pumbavu. Kwani Sasa kweli Mungu amtupi mja yake. Hatimaye nimekutana na wewe uso kwa uso. Na siku zote unajua wasakana waonana. Sasa bila kupoteza muda, wewe dada, ndio leo ile siku ya kulipa vitu vyangu. Sasa ndio leo. Bila kupoteza muda. Wewe baba usinisogelee na kuitia mwizi sasa hivi. Unanijua vizuri mimi. Unanitia mimi mwizi, wewe unanijua. Mbona wewe ulipokuja pale kuchukua sabufa pale kwa mkangu, mimi nilikuitia mwizi wewe? Hapa leo utalipa vitu vyangu. Wewe jua, wewe mvua. Wewe! Bwana hebu niache. Tulia. Muone kwanza. Unafahamu mjinga mzio? Unaona? Yaani mimi ndo naitwa master mwenyewe, afu mbaya zaidi mimi nikilewa. Sasa mimi ndo nakuwa na akili. Ndio maana siku ile wewe nilikuwasha tu na shoga yako. Umeshamba, umeshukana na nini. Leo vitu vimerudi au vijarudi? Sema. Wewe nenda na hivyo vitu vitakutokea puani. Mimi kwangu wewe vilikutokea masikioni. Mbona sikukuambia madua mabaya wewe? Acha roho mbaya. Dada deni kulipa. Hakuna wafadhali, so mkubwa so mtoto wote betwiro. Usiombe ukaingia kingi bwana we, wakakuraghai mwisho wa siku upote. Matukio kila kukicha. Tambua nakupenda sana. Na kwenye moyo wangu uko wewe tu. Natamani nikae na wewe. Unipikie. Na hapa doli nguo ni chafu. Nataka twende kanifulie. Tungeenda, lakini leo baba na mama wapo. Kwa hiyo siwezi kwenda. Sasa, kwani mama na baba ndio wanakubana hivyo? Hata wenyewe wangekuwa na bano na wazazi wao, wasingekupata wewe. Mimi sidhani kama wanaweza kukubana hivyo. Twende bana mchumba wangu. Bwana nimekuona. Dolce, maana huu mguu ulikuwa ni wa kwenu. Jamani, kwani wanione hapa niko na mtu? Subiri mtu aondoke, afu tutaongea nyumbani. Wewe kuwa na mtu inahusiana nini? Doli, nini hiki? Tulia bwana yaya kuhusu. Naongea na huyu. Kwa hiyo ndo umeamua hivyo? Nataka hizo nguo au hela. Basi subiria, tutaenda kuongea nyumbani. Siwezi kusubiria. Ungekuwa unajua unadaiwa ungeleta hela. Maana nguo mpaka zishaanza kupauka sasa. Hela sioni, nguo zinaisha. Usinichanganye dada. Doli. Ukimaliza huu upuzi wako, utanitafuta. Baby usiondoke. Siwezi nikakaa nikavumilia huu upuzi. Yaani sijui wana ushoga wa aina gani. Kwa mwanaume gani? Angekuwa nela singekulipia, ndo ashakukimbia hivi. Kama unatakaje? Utanipa nguo au utanipa hela? Sikia ipi?
twende nikakupe nguo zako. Alafu mimi na wewe. Ile ushoga ndo basi. Kwa ushoga gani? Ngoja basi, chana taratibu, ujue unaumiza hivyo. Tulia bwana wewe. Sasa usubiri sasa, lete mchana mwenyewe. Lete bwana, lete mchana mwenyewe. Bwana sio nataka kuchana na kuchana mimi hapa au? Sasa ndo mapenzi gani namna hiyo? Chana taratibu bwana, romantic. Nyie vipi tena? Mbona mnaingilia uhuru wa watu? Nimemleta huyu. Ana siku ya 3 leo hajalala nyumbani. Nataka niambie amelala wapi au anipe taraka yangu. Hivi nyie wananchi sio wananchi na gani? Yaani mjumbe asipate muda wa kupumzika hata kidogo. Nimehama kule nimekuja huku nikasema kule niwache nije huku kidogo nijifiche, nipumzike na mke wangu. Mshakuja na kesi zenu. Na mimi ndo nilikaa namwambia hivyo mjumbe. Watu wamepumzika na familia zao. Waache. Wewe mapepe yako kunileta tena huku kati yaliko anaongeleka tupaka nyumbani. We, koma. Nataka uniambie umelala wapi. Ngoja. Nyinyi mmeleta kesi kwangu. Kwa hiyo mimi ndo nataka niongee hapa. Sasa nyinyi mnaongea maana yake simkimaliza huko kwenu. Mmekuja kufanya nini hapa? Haya, nieleze, shida nini? Ana siku ya 3 huyo. Hajalala nyumbani. Sio wakula wala kuoga wala kuja nyumbani. Sijamuona siku ya 3. Wewe kono hujalala nyumbani na una siku ya 3. Sasa hivi ofisini kule kazini utaratibu unikibu kubadilika. Wanikisema eti tufanye kazi mpaka saa 8. Tupumzike kule mpaka saa 12 au saa 1 tunaamka mpaka asubuhi. Kwa hiyo kila siku ndio hivyo. Sasa ndo nikitoa wapi hapa? Alikuwa kazini, wafanyakazi wanatakiwa walale ofisini siku 3. Uko taratibu umeanza? Tangu lini mkalala kazini? Wiki hii umeanza una wiki tu. Ndio umeanza wiki hii. Sasa mimi sitaki kusikia chochote. Ninachotaka mimi nataka taraka yangu. Mimi siondoki hapa kwako mjumbe. Niletee nauli yangu na taraka yangu hapa atanikuta hapa. Hayo hapo sasa ndo muongea. Yaani kama kesi inaenda kufikia ukingoni, wewe unatakiwa ubaki hapa mpaka huyu alete talaka na nauli. Bwana mkubwa, kwenu wapi? Mwanza. Wewe mara ngapi umelala nje na sijawahi kukuomba talaka? Kumbe betri wrong. Kumbe betri wrong. Huku kwetu mtaani betri wrong. Kila kukicha songo mingo